Shangilia Yesu, haleluya. Haleluya. Hatuwezi kuchoka. Amen. Mungu Baba, nakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya neno la matoleo. Mungu, umetupa asubuhi hii kama asubuhi ya baraka. Katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa kuwa haujatupungukia. Umekuwa pamoja nasi mpaka tunapoanza na tunapoendelea, na utazidi kuwepo pamoja nasi. Katika jina la Yesu Kristo, tunajiweka wakfu mikononi mwako. Tunaomba utufundishe, utupe hekima, tupe maarifa na ufahamu wa kufahamu neno lako. Katika jina la Yesu Kristo, wote tuseme amen. Haleluya. Namshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo. Namshukuru pia mchungaji kiongozi pamoja na bishop na wachungaji wengine ambao wameweza kufika ibada hii ya asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kujifunza kwa habari ya kutoa. Habari ya kumtolea Mungu ni habari inayempendeza pia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema usije nyumbani mwa Bwana mikono mitupu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu hafurahishwi na mikono mitupu. Anafurahishwa na kitu. Anafurahishwa na sadaka. Maana sadaka yako ndio inaonyesha kwamba unamwabudu Mungu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka yako pia inakutambulisha kwa Mungu. Amen. Sadaka yako inakutambulisha kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, hebu tuangalie andiko la kitabu cha Malaki 3 mstari wa 10. Malaki 3 mstari wa 10. Malaki 3 mstari wa 10 inasemaje? Biblia inasema, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha, au la. Bwana Yesu asifiwe. Tunamuona Mungu anasema kwamba leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Alafu anasema tena mkanijaribu. Mungu anataka umjaribu kwa kumtolea sadaka. Mungu anataka umjaribu kwa kile ulicho nacho. Mungu anataka uonyeshe upendo kwa kumjaribu. Maana anasema nijaribuni kama sintawafungulia na kuwamwagia baraka. Mungu ni Mungu mwenye baraka. Mungu ni Mungu anayeweza kubariki. Mungu ni Mungu anayeweza kuinua. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nijaribuni kama sitawafungulia. Na sadaka vile vile, sadaka ni kama mbegu. Bwana asifiwe. Ni kama mbegu inayeweza kuzaa. Na siku zote mbegu hailiwi. Ukila mbegu, wengine wakati wa mavuno utabaki unashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mvua inanyesha, kila mtu ameweka mbegu shambani, na lazima anaweka kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Unapotoa sadaka, embu toa kwa imani. Ukitoa kwa imani, Mungu anapokea sadaka yako. Kwa sababu tunapomtolea Mungu, tunamtolea Mungu katika roho. Na tunapotoa sadaka, tunatoa sadaka tutarajie mazuri kwa Mungu. Kwa sababu Mungu kama amesema nijaribuni, hebu wacha asubuhi ya leo ukamjaribu Mungu kama hutaona baraka. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie, ukimtolea Mungu lazima utaona baraka. Lazima utaona, Biblia inasema hata isiwepo nafasi. Kwa sababu yeye ni Mungu mwenye fedha. Ukisoma katika kitabu cha Hagai anasema fedha na dhahabu ni mali yake, asema Bwana wa majeshi. Kama anasema embu mtolee Mungu kwa kumjaribu, kama lazima atakufungulia madirisha.
na atakumwagia baraka. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema katika Waibrania 11 mstari wa 4, 11 mstari wa 4, Waibrania anasema, kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Bwana Yesu asifiwe. Ukimtolea Mungu dhabihu iliyo bora au sadaka iliyo bora, Mungu anakuona wewe ni wa maana na umemheshimu zaidi. Na anasema kwa hiyo, yani baada ya Habili kumtolea Mungu dhabihu iliyo bora, kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Hebu ukimtolea Mungu dhabihu iliyo bora, lazima ushuhudiwe kwamba una haki. Una haki ya kuingia katika ile baraka ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu alikuwa ni tajiri sana, mwenye mali nyingi sana, mwenye mifugo. Alikuwa amebarikiwa sana na alikuwa ni baba mwenye imani. Bwana Yesu asifiwe. Hebu unapotoa sadaka, toa kwa imani ili uhesabiwe kwamba una haki ya kumiliki kile ambacho Mungu amekusudia kwenye maisha yako. Kuna mambo Mungu amekusudia kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ile haki inayopatikana kwa imani itakuingiza katika baraka zako, kwa sababu umemtolea Mungu ukimwamini. Hata mkulima anapopanda lazima anapanda kwa kuamini, na wewe unachotoa ni kama mbegu inayoweza kuzaa. Na unapotoa, hebu toa kwa kumwamini Mungu kwamba nitabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kornelio alitoa na Mungu alitakabali, na baadaye Mungu alimwambia kwamba sadaka yako imefika na kuwa ukumbushe mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu utoe kitu kilicho bora ili Mungu akuhesabie haki. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mimi napenda kumtolea Mungu kwa sababu yeye ni Mungu anayesema nijaribuni. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka ni kitu ambacho lazima ukitoa, lazima ilete matokeo. Unapomtolea Mungu lazima uone matokeo, kwa sababu aliyemwamini Mungu, Biblia inasema hata tayarika, maana yake hautaaibika katika kumtegemea Mungu, na katika kumtolea Mungu hautaaibika. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya tena. Kornelio Mungu alimjibu waziwazi. Bwana asifiwe sana. Sadaka pia tuliona kwa Dorcas. Dorcas alimtolea sana, alifanya sana bidii kuwapa watu sadaka. Wale wajane aliwashonea nguo, aliwapa. Wale wajane wakaenda kwake wakalia, wakileta zile nguo ambayo Dorcas alikuwa akitoa sadaka. Dorcas alikuwa akitoa sadaka, lakini alikuwa anamwakilisha Mungu. Bwana asifiwe sana. Tuliona Dorcas aliponywa. Hebu tusome Matendo ya Mitume pia 9:36. Matendo ya Mitume (36). Na mwanafunzi mmoja alikuwa Yafa, jina lake Tabita, tafsiri yake ni Dorcas, yaani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa amejaa nini? Matendo mema na sadaka alizokuwa akizitoa. Pia sadaka yako hebu ifanye kama imejaa matendo mema. Utoe kwa imani, utoe kwa moyo wa kupenda, kwa sababu unayemtolea ni Mungu, sio mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu unamtolea Mungu ambaye anasema ni jaribu kama sitawafungulia. Bwana Yesu asifiwe. Anasema
Mstari wa 37, ikawa siku zile akaugua akafa, hata walipokwisha kumwosha wakamweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumwonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Petro akawatoa nje wote, akapiga magoti akaomba, kisha akaelekea yule maiti akanena, Tabita, ondoka. Naye akafumbua macho yake, na alipomwona Petro akajiinua akaketi. Mstari wa 41, akampa mkono akamwinua, hata akiisha kuwaita wale watakatifu na wajane akamweka mbele yao hali yu hai. Ikajulikana katika mji mzima wa Yafa, watu wengi wakamwamini Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Embu unapotoa sadaka yako, embu toa sadaka. Hii sadaka ya huyu mwanamke Dorcas, watu wengi sana wamejuzwa. Watu wengi walimwamini katika kuponywa tu. Katika kuponywa watu wengi anasema kwamba walimwamini Yesu. Bwana asifiwe sana. Ikajulikana na ukajulikane asubuhi ya leo kwa sadaka yako. Mungu akakufanye ukajulikane zaidi, akakufanye ukajulikane na watu wengi, kwa sababu sadaka yako inaweza ikakuheshimisha. Sadaka yako inaweza ikakupeleka mbele na ikakuinua zaidi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka inakuheshimisha. Bwana asifiwe sana. Wakati unamtolea Mungu, toa kwa imani, kwa sababu hiyo sadaka yako kuna wakati itakuheshimisha. Bwana asifiwe sana. Anasema kwamba msijiwekee hazina duniani. Duniani kuna nondo, kuna kutu, inaweza ikaharibu, lakini ukiweka hazina yako kwa Mungu, maana yake ukitoa hata sadaka, kumbe unajiwekea akiba. Bwana asifiwe sana. Unajiwekea akiba ukimtolea Mungu. Anasema kwa Mungu nondo hamna wala kutu haiwezi kuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Nondo hakuna wala kutu haiwezi kuharibu. Haleluya, haleluya. Hebu asubuhi ya leo unapokwenda kumtolea Mungu, mtolee kwa imani na umtolee ukijua kwamba unajiwekea akiba. Maana Biblia inasema palipo na moyo wako ndipo na hazina yako ilipo. Asubuhi ya leo hebu toa sadaka ukijua kwamba unajiwekea hazina kwa Mungu, sehemu ambayo haiwezi kuharibika. Kuna wakati utakuta labda unapita kwenye changamoto, hiyo sadaka yako inaweza ikakuinua, inaweza ikasema, inaweza ikakuponya. Mungu, ukimwambia Mungu ikumbuke sadaka, sadaka yako inaweza ikakuheshimisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ili sadaka yako iweze kupokelewa na Mungu, lazima utoe kwa moyo wa kupenda. Lazima utoe kwa moyo wa kupenda. Haleluya. Unatoa kwa moyo wa kupenda kwa sababu unayemtolea ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Unayemtolea ni nani? Unayemtolea ni nani? Maana ukitoa kwa moyo wa kupenda ndiposa sadaka yako itaweza kupokelewa na Mungu. Lakini kama hujatoa kwa moyo wa kupenda, sadaka yako utakuwa umetoa bure. Bwana asifiwe sana. Maana Mungu anafurahishwa na moyo wa kupenda. Aliwatuma wanafunzi wakamwambia alimwambia Musa, waambie Israeli wanitolee sadaka, lakini kila mtu ambayo moyo wake wampa kupenda. Yaani kila ambacho moyo wako inakupa kumtolea Mungu na umependa zaidi kumtolea Mungu, hiyo ndio itoe. Bwana asifiwe sana. Haleluya, 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 haleluya tena. Lazima utoe kitu ulichokipenda wewe, usitoe kwa kusukumwa. Maana ukitoa kwa kusukumwa utakuwa umetoa tu, umewafurahisha wanadamu. Sisi tunataka tumfurahishe Mungu. Sisi tunataka
sadaka yetu Mungu asikie harufu, kwa sababu Mungu wetu anasikia harufu. Haleluya! Kama Mungu anasikia harufu, hebu mtolee Mungu sadaka ambayo inakupa kumheshimisha zaidi. Haleluya, haleluya. Tena naomba niwakaribishe wenye fungu la 10 waje hapa mbele kama kawaida yetu.